Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya leo tena. Jina lake libarikiwe. Nasikia leo neno letu linahusu ibada. Ibada ni nini? Haleluya. Kwa maana kuna watu wengi ambao wamezaliwa ndani ya familia ambazo wameokoka au wameokoka tatu baadaye wanaenda kanisani kila wakati, lakini hawajaelewa ibada ni nini. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ibada ni nini? Haleluya. Wacha tusome kitabu cha Warumi sura ya 12. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Warumi sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 2 itatueleza ibada ni nini. Haleluya. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo, kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wake wa 1 hadi wa 2. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hapa Paulo anatuambia kwamba anatusii kwa huruma za Mungu tuitowe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenye maana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ibada yetu ni miili yetu iliyo takatifu. Sio tu miili tu, kila mtu iko na mwili, lakini kuna watu wameichafua miili yao. Kuna watu wanaibisha miili yao. Hiyo haiko ibada yenye kumpendeza Mungu. Mwili wako unautumia kwa kufanya uzinzi. Mwili wako unautumia kwa kukunywa pombe, unaitumia kwa madawa ya kulevya, mashindano, ugoro, sigara, na unaitumia tu kwa njia mbalimbali, na wengine wanatiata na matatuage. Hizo zote ni ibada, hizo zote ni tabia ambazo zinachafua mwili wako kama mwanadamu, na pia Mungu akiutazama mwili wako haufurahii mwili wako, kwa sababu unafanya mambo maovu kwa mwili wako. Na hapa Paulo anasema kwamba tuitowe miili yetu kama dhabihu iliyo hai. Miili yetu kwanza. Mwili wako wewe mwanadamu ni wa thamani, na unapaswa kuutunza kwa usafi wa kimwili na usafi wa mazingira na usafi wa matendo, sio kutumia mwili wako kwa njia za uzinzi, za uasherati. Kuna watu wengine wanatumia miili yao kwa kujichua, wanaume kwa wanawake. Bwana Yesu Kristo atusamee sana. Kwa maana hiyo ni tabia mbaya na inachafua mwili wako, na Mungu akiuangalia mwili wako anaona kuwa ni mwili ulionajisika. Unatumia mwili wako kwa uzinzi, unajisi mwili wako. Unatumia mwili wako, macho yako kuangalia pornography, unajisi mwili wako. Bwana Yesu Kristo aturehemu sana. Anasema kwamba tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Ni kitu kwanza kinapaswa kuwa hai, takatifu na yenye kumpendeza Mungu. Mwili wako unapaswa kuwa takatifu, mwili wako unapaswa kuwa hai ili uweze kumpendeza Mungu. Unatumia mwili wako, unajipakana mafuta ya kuchubua ngozi yako, unasababisha Mungu anachukizwa na mwili wako. Akikutazama anakuona kuwa ni mtu ule najisika, uliyejibadili ngozi yako. Unatumia vipodozi, kusuka nywele, kujipamba kwa aina mbalimbali. Yoyote unajisi mwili wako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mwili wako unapaswa kuwa safi, unapaswa kuwa takatifu. Kukuwa mtakatifu sio ombi kutoka kwa Mungu. Kukuwa mtakatifu ni amri kutoka kwa Mungu. Ndio kwa maana sheria za Mungu zinaitwa amri za Mungu. Sio mapendekezo ya jinsi tunapaswa kuishi, lakini tunaamrishwa kuishi jinsi yeye Mungu alisema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu alimwambia Musa kwamba ninawapatia Israeli amri, na akawaambia kwamba watakuwa watakatifu kwa sababu mimi Mungu wao ni mtakatifu. Kwa hivyo Mungu hatubembelezi wala hatuombi kuwa watakatifu, anatuamurisha kuwa watakatifu. Kwa hivyo na sisi na wewe unapaswa kujiamurisha kuwa mtakatifu. Ni lazima upatie discipline mwili wako, au mwenyewe ujichukulia hatua ya kuutunza mwili wako vizuri, ili iwe dhabihu iliyo hai
na pia takatifu ipate kumpendeza Mungu. Kama mwili wako wewe haumpendezi Mungu, hauwezi ukaurithi uzima wa milele. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kujitoga, kuvaa mahereni, kuvaa mashenete na kadhalika, hivyo vyote ni vitu ambavyo vinauchafua mwili wako. Katika ulimwengu wa mwili na macho ya kibinadamu, utaangalia utaona kabisa unapendeza, na mwingine atakuangalia anaona kabisa unapendeza, lakini Mwenyezi Mungu yeye akikuangalia anaona kwamba unanajisika, na ukishakuwa mnajisi mbele za Mungu, mwili wako hauwezi ukahesabiwa kuwa ni mtakatifu, hauwezi ukahesabiwa kuwa dhabihu iliyo hai. Hiyo dhabihu haiwezi ikapokelewa mbele za Mungu, na kwa hivyo ukifa katika hayo matendo ya kuuchafua mwili wako, ya kuunajisi mwili wako, hauwezi ukaurithi uzima wa milele. Na pointi ya kwanza ya Mkristo, pointi ya kwanza kwako mwanamke, ni roho yako ni wapi itakapoenda ukiondoka katika ulimwengu huu. Kwa maana mtu akifa anatengwa na huu mwili, sio watu walio hai. Hatuwezi tena tukamwona tokea ile wakati tu anazikwa udongoni, na basi vile inakuwa ni historia. Lakini maisha ya baadaye sasa inakuwa ni yeye na matendo yake, na hukumu ya Mungu ikisimama mbele zake. Hapa Biblia inasema kwamba tutoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu. Anaamurisha iwe hai na anaamurisha iwe takatifu, ili ipate kumpendeza Mungu. Kwa maana hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Miili yetu kwanza inapaswa kuwa takatifu, kwa maana hiyo ndiyo ibada yetu yenye maana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Akasema kwamba tena, mstari wake wa pili, wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia zako za kila siku zinapaswa kuwa ibada yenye kumpendeza Mungu. Kuifuatisha dunia hii, wewe mpendezi Mungu. Ukienenda jinsi dunia inataka, hauwezi ukampendeza Mungu, na hapo moyo wako unakuwa mbali na ibada, kwa sababu ibada sio tu kujiandaa siku ya Jumapili. Ibada ni kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 7 ya wiki. Ni katika matendo yetu, jinsi tunautunza mwili wetu, jinsi nia zetu zinavyotumika, mawazo yetu, akili yetu, maneno yetu, mwenendo wetu, mavazi yetu, tabia zetu za kila siku, tabia zetu za kila sekunde, Mungu anazitazama. Ingekuwa tu Mungu anahesabia siku takatifu ni siku ya dimanche au siku ya kusanyiko la watakatifu, kwa hivyo tungekuwa tu tungepaswa kuhukumiwa kwa makosa tuliyoyafanya tu siku ya Jumapili au dimanche. Lakini kwa sababu hukumu ya Mungu inaambatana na kila hatua ambayo mwanadamu anaishi, kwa hivyo hatuwezi tukahukumiwa tu kwa matendo ya siku ya Mungu. Tunapaswa kubadilika, tunapaswa nia zetu ziwe dhabiti na zenye kumpendeza Mungu, kwa sababu anasema kwamba mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia yako, makusudi yako katika ulimwengu huu, nia yako ambayo unaishi kama binti, kama msichana, nia yako ni gani? Kuna watu ambao wana nia ya kuzini na wanaume kila siku. Kuna watu ambao wana nia ya kujichua, yani wanafanya mambo ya mapenzi wao peke yao, na wengine wanafanya na virobot. Wanaishi hayo maisha, na baadhi wanaingia kanisani na anaonekana kama ni msichana mwenye hayaolewa au mwanaume mwenye hayaoa, lakini mbele za Mungu huyo amejinajisi. Hata akisema mie siendaki huko nje kulala na wanaume, wewe tayari umenajisika. Bwana Yesu Kristo aturehemu. Nia zako ni gani? Kuna watu wengine wana nia kila siku ya kugombana. Mtu wa namna hiyo, hata dimanche unaenda ukanisa, hauwezi ukampendeza Mungu, kwa sababu kwanza wewe nia yako ni mbaya. Nia ya watu wengine wanasimama kusema uongo, hiyo nia pia ni mbaya. Kama Mkristo unapaswa kuacha na nia zingine mbalimbali. Bwana Yesu Kristo aturehemu. Tusifuatishe namna ya dunia hii. Mkristo, mwanamke wa Kikristo, hupaswi kuenenda jinsi dunia inaenda. Usifuatishe namna ya dunia hii, namna ambayo dunia inapenda ndio na wewe uende. Ufuatishe namna ambayo Mungu anapenda. Anasema uwe mtakatifu, mwili wako uwe dhabihu iliyo hai, ili upate kumpendeza Mungu.
Kisha inashuka hivi, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunapotoa miili yetu yenye uhai kama dhabihu iliyo hai, tunapokuwa watakatifu na tukampendeza Mungu na nia zetu zikageuzwa zikamwelekea Muumba na kuachana na mambo ya dunia, tutapata kujua mapenzi ya Mungu. Mungu atajifunua kwetu na kutuonesha mapenzi yake na kutueleza mapenzi yake yaliyo mema, ya kupendeza na pia ya ukamilifu. Mungu atakukamilisha kwa sababu wewe una nia tayari ya kumpendeza. Mwili wako umeutoa kuwa dhabihu, unautesa mwili wako. Kuna wengine wamekataa kabisa, hawezi kufanya mapenzi kabla hawako kwenye ndoa. Kuna wengine wamevumilia. Kuna wengine wako labda na mahusiano ya distance, wanakuwa waaminifu, sio kwamba hawapati vishawishi hapo katikati na wengine watu, lakini wamekubali wakasema kwamba nitakuwa mwaminifu kwa mwenza wangu ili niweze kumpendeza Mungu, lakini pia nimpendeze mwenza wangu. Huyo mtu Mungu atajifunua kwake. Na mwingine hivyo na hivyo, kwa yale matendo ya uaminifu na ya utakatifu ambao umeamua kuyaishi, Mungu atajifunua kwako kikubwa sana. Mungu atakuonesha mapenzi yake yaliyo mema, atakusaidia kukamilika katika huo uamuzi uliochukua. Ni yako tu maamuzi kwanza, kuutoa mwili wako kwa Mungu, kutafuta kuishi maisha matakatifu, kujitenga na mambo ya dunia, kwa maana Biblia imetuambia kwamba tusifuatishe namna ya dunia hii. Namna ya dunia hii ina machukizo mbele za Mungu. Namna jinsi watu wa dunia wanavyoishi hawampendezi Mungu. Namna jinsi wasichana wa kidunia wanayaendesha maisha yao ni namna isiyompendeza Mungu. Na wewe binti wa Kikristo upaswi kufuatisha jinsi wasichana wa hapo nje au mabinti za hapo nje wanavyoenenda. Hauwezi ukampendeza Mungu kwa kufuatisha mwenendo na tabia za kidunia. Huwezi ukampendeza Mungu, na usipompendeza Mungu huwezi kuyajua mapenzi yake yaliyo mema, huwezi ukampendeza na hauwezi kukamilishwa. Hata unataka kuacha dhambi na mwenendo mbaya, usipo kwanza kuchukua ile hatua ya kubadilika, huwezi ukakamilishwa. Sio kwa nguvu zako ili ukamilike, ni kwa uwezo sasa wa Mungu, kwa maana umebadilishwa na kufanywa upya nia yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kama ulikuwa na nia ya uzinzi, ya kuwatamani wanaume ukiwaona, kutamani vitu vya watu, kuna wengine hata wasichana ni wezi, ni wamwizi. Wakiona kitu kia mwingine hawezi wakakiacha, hata ikuwe ni watu ni labda ni marafiki au ni wandugu au ni watu asiowajua. Asioni kitu cha kuvutia mbele ya macho yake, atakiiba. Na ni msichana anaiba, na labda kwao wanamhudumia, au kama kingaliki kwao, au kama alishaolewa hivyo anahudumiwa, lakini ni mwizi, anaiba, anazulumu, anafanya mambo yasiyofaa kwa sababu hajabadilishwa nia yake. Kwa hivyo ni wakati mzuri sasa kubadilishwa nia yako. Unaweza kuwa hauna kitu, lakini uko mwaminifu mbele za Mungu na unasema siwezi kuiba kitu cha watu, siwezi kuzulumu, siwezi nikasema uongo juu nipate faida. Ila Mwenyezi Mungu sasa hapo atakuja na kukamilisha, kwa sababu wewe umejikana kwanza. Uliona vitu vya kukushawishi ukavikataa, ukakataa ulimwengu, ukakataa dunia. Mwenyezi Mungu naye sasa anakuja, anakusaidia kukamilika. Mwenyezi Mungu anakuja na anakusaidia kumpendeza. Kumpendeza Mungu ni kwa msaada wa Mungu. Kumpendeza Mungu ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu hauwezi ukampendeza Mungu. Bila kukataa ulimwengu hauwezi ukampendeza Mungu. Bila kukataa uzinzi hauwezi ukampendeza Mungu. Bila kukataa kujichubua hauwezi ukampendeza Mungu. Hata macho yako yanakuonesha kwamba unapendeza, lakini mbele za Mungu haupendezi. Na ole wako ukifa katika hiyo hali ya uovu, hapo ndipo utakapoiona hukumu na ghadhabu ya Mungu. Kwa maana neno la Mungu linasema kwamba waovu wote Mungu atawahukumia ghadhabu. Anasema kwamba mti usiozaa utatupwa na utakatwa na kutupwa motoni, ni mwanadamu.
yule asiyefanya mapenzi ya Mungu, asiyeenenda katika nia za utakatifu, asiyefanya hatua ya kuishi maisha matakatifu. Kwa maana ni hatua yako kwanza ukiri Yesu, umwamini, uishi maisha matakatifu, ujitahidi kabisa kukimbia dhambi, kuikataa dunia. Dunia ni lazima uikatae. Dunia itakufuata, ikushawishi, ikuletee hiki mbele yako, ikuletee kile, kama vile gisi Yesu alipokuwa katika kile kifungo cha siku 40, shetani alimchukua akamtia kwenye mnara wa kanisa Yerusalemu na akamuonesha milki zote za dunia, akamwambia ukinisujudia nitakupatia hivi vyote, utavimiliki. Na ndio gisi sie wa Kristo tuko, au gisi we msichana uliyemwamini Yesu Kristo huko. Shetani anawakia na kuonesha wasichana wengine gisi wako, maisha yengine ya huko nje gisi iko naendeka. Usipokaza moyo wako na kama nia zako hazijabadilishwa, utajikutanisha mara nyingi unakimbilia ule uovu au unaufurahia ule uovu. Na kuko wengine ambao hawautendi wa uovu lakini wanautamani, na ndio kwa maana wakishakuwa sirini au gizani wanaufanya ule uovu. Hapa hivi akishakuwa kanisani kwao anakuwa ni msichana mzuri, binti mzuri tu mwenye kujiheshimia, lakini akishakuwa kule pembeni anaishi maisha ya uzinzi, anavuta bangi, anavuta ugoro, anavuta sigara, anakunywa pombe, anavaa vibaya. Kuko wengine wanatembeaka na mashakoshi hapa tu mbele za watu, labda wazazi wake hawaruhusu kuvaa vibaya kunyumba au kanisani kwao, hivyo anaonekana kama anavalaka mzuri, lakini akienda kule nje kwenye labda ni vikundi vya marafiki zake anakuwa ni mwingine mtu. Nia yako haijabadilishwa. Nia yako ikibadilishwa, hata ukishakuwa mugiza utampendeza tu Mungu, hata ukishakuwa wewe peke utampendeza tu Mungu. Bwana Yesu Kristo atusaidie. Tutoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu na yenye kumpendeza Mungu. Kwa kumalizia, tutasoma hapa kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Ufunuo wa Yohana sura ya 4 na mstari wake ule wa 11, mstari wake wa 10 hadi 11. Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa 10 hadi 11. Tunasoma kwa msaada wa jina la Yesu Kristo. Ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele. Nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi wakisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uwezo. Acha kwanza tuachie hapa. Biblia inatuambia gisi hawa wazee 24 wanavyonyenyekea mbele za Mungu, wanaanguka mbele zake, wanamsujudia, wanavua taji zao. Na njoo hivyo kwa maisha yetu sisi wa Kristo, tunapaswa kunyenyekea mbele za Mungu. Ibada, kuanguka mbele za Mungu ni maisha yetu ya kila siku, sio tu mkanisa au labda tuseme katikati ya wiki au sanyoko muibada yako pale wepeke njoo unaonesha kumtii Mungu. Ni vizuri, si vibaya, lakini pia na mwenendo wako unapaswa kumpendeza Mungu, kwa maana Mungu hataki kuona na ukiwa hapa mkanisa unalia mpaka machozi natoka, lakini kule nje aufanyaki kitu chochote kenye kumpendeza, inakuwa ni kazi bure. Tunapaswa na sisi kumsujudia Mungu katika roho na kweli, kumutii Mungu. Hawa wazee 24 wanaanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, na ni Yesu tu yeye peke. Kila kiumbe, Biblia inasema kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwa Yesu Kristo ni Bwana. Sasa mimi na wewe ni nani? Tusitafute kumpendeza huyu Mungu, tusitafute kumpendeza huyu Mungu anayeheshimiwa milele yote, anayestahili, Mungu mwenye haki. Tunapaswa kumheshimu Mungu. Unapaswa kumheshimu Mungu kwa mwenendo wako na tabia zako. Ninapaswa kumheshimu Mungu kwa mwenendo wangu na tabia zangu. Hapo wakamwambia au wazee 24 wanasema kwamba umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima.
heshima kutoka kwetu, na heshima inaonekana kama ni mumatendo. Heshima inaonekana kama ni mumaneno ya mzuri. Hauwezi ukasema maneno ya mubaya kisha ukasema ngati hiyo ni heshima. Haiwezi ikahesabiwa heshima. Inahesabiwa kwa ukosa heshima au ukosefu wa adabu. Au hauwezi ukafanya mwenendo mubaya afu usikie watu waseme ngati hiyo ni mwenendo wa mzuri. Sio mwenendo wa mzuri, ni mwenendo mbaya. Na huyu mwenye anastahili mwenendo mzuri kila siku ni Mungu. Mwenye anastahili kuheshimiwa ni Mungu. Mie na weye ambaye tunapaswa kumheshimu zaidi kuliko yeyote ni Mungu, kwa sababu yeye pekee alisema kwamba alikuja kuleta upanga wa kutenganisha. Ukimwamini Mungu unapaswa kumfuata yeye tu, sio tena kufuatisha mambo ya dunia, sio tena kufuatisha tabia mbaya. Na ikiwa unasumbuliwa na tabia mbaya zozote zile, anguka chini ya Golgotha, anguka chini ya msalaba, tubu dhambi zako, muombe Mungu akurehemu, mwambie Mungu nisamee. Ikiwa unasumbuliwa na roho ya uzinzi, ikiwa unasumbuliwa na roho ya masengenyo, ikiwa unasumbuliwa na roho ya uongo. Kuna watu wengine hawawezi kuishi bila kusema uongo. Ikiwa unasumbuliwa na roho ya hasira, roho ya wivu, roho ya chuki, kila aina ya tabia mbaya ambayo inakusumbua, roho ya kupenda vitu vya dunia, roho ya kupenda mapambo, uyezebeli, yani matendo ya kujipamba pamba kwa namna isiyopendeza Mwenyezi Mungu, muombe Mungu akusamee. Kwa maana unaweza kanisikia sasa hivi mimi ninasema, labda ukasema hiyo ni uongo, kujipamba si dhambi, lakini sasa hapa duniani hatuishi milele, na matendo yetu ya kila siku yanahesabiwa, matendo yetu ya kila sekunde yanahesabiwa. Nia zetu zitahukumiwa mbele za Mungu, maneno yetu yatahukumiwa mbele za Mungu, mwenendo wetu, muonekano wetu, vitu tulivyoviweka kwenye ngozi yetu au juu ya miili yetu vitahesabiwa, vitapimwa mbele za Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo ni muda mzuri wa kuutoa mwili wako mbele za Mungu, iwe ibada yenye maana kwenye maisha yako. Haijalishi uko unaenda kanisa, haijalishi uko unafunga na kuomba. Kama mwenendo wako haumpendezi Mungu, kama nia zako hazimpendezi Mungu, kama mwili wako haumpendezi Mungu, hauwezi ukaurithi uzima milele na hauwezi ukakamilishwa. Utaingia kanisani lakini hauwezi ukakamilishwa. Ambaye atakamilishwa ni yule aliyeanza hatua na kumwomba Mungu, ukatubu dhambi, ukatengeneza na Mungu wako na kumwomba sasa akusaidie kukamilika. Kwa maana bila yeye hauwezi ukakamilika. Bila Roho Mtakatifu hauwezi ukakamilika. Kwa maana kwanza na Roho Mtakatifu atakuja kwa wale ambao wameshazitakasa roho zao, wameshatubu kwanza na kuomba sasa aweze kuwasaidia kukamilika. Bwana Yesu Kristo atusaidie. Ni muda mzuri wa kubadilika. Ni muda mzuri wa kutoa mwili wako kuwa dhabihu safi kwa Mungu, kuwa dhabihu iliyo hai, kuwa dhabihu iliyo takatifu yenye kumpendeza Mungu, ili Yesu Kristo atakapokuja akukutanishe miongoni mwa watu waliojitunza vizuri na walioishi maisha ya ukamilifu, ili upate kumulaki hapo angani pamoja na watakatifu wengine. Kwa maana muda unatuishia, siku zinafika za bwana harusi kuja kulichukua kanisa. Ni saa yoyote na muda wowote. Hakuna mtu mwenye anajua siku wala saa ya Yesu kukuja, ni yeye tu mwenyewe ndio anayejua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni muda mzuri wa kubadilisha maisha yako. Tubu dhambi zako, badilisha mwenendo wako. Ni wewe ndio wa kwanza mwenye unajua tabia zako na mwenendo wako gisi unafanyaka. Pako watu wanakuaminia kama mtu mzuri, lakini we moyo wako unaujua, mawazo yako unayajua, nia zako unazijua, matendo yako yenye unafanyaka kwa siri unayajua wewe. Saa kuna mtu mwenye uko nakuona, unaijua wewe. Na kama dhambi inakusumbua, chukua hatua ya kuiombea. Mwambie Mungu, nisaidie kuishinda hii dhambi bila kukata tamaa. Utauona mkono wa Mungu na atakusaidia kuzishinda ila za yule mwovu ibilisi. Na ikiwa roho ya kupenda ulimwengu iko ndani yako, vivyo hivyo tu nyenyekea mbele za Mungu, kutubu na kuchukua hatua ya kuachana na hiyo mambo au hizo tabia, na kumwomba Mungu akusaidie upate kubadilika, na utauona mkono wa Mungu atakavyokusaidia. Na neno hili litubariki sisi sote. Amen.